hakuna lisilowezekana mbele ya Allah tabaraka wa taala, isipokuwa wewe ni kutoa juhudi na kumtegemea yeye Allah tabaraka wa taala. Mtegemee Allah tabaraka wa taala, usijifanye wewe ndiye muweza. Hapana, wewe huna unachoweza, lakini Allah kufundisha udhaifu wako kwa binti kijana wa kike Maryam. Hebu sawirisha kwenye akili yako, weka imagination hii. Mtoto wa kike amepata mimba, tena hata hajakutana na mwanaume, hajapambana, hata hizo nguvu za kiume hajaziona. Mimba inkuja tu kiraharaha tu, upepo umeingia shwa, ana mimba, hajapata tabu yote. Amefika siku uzito wa mimba ile na tabu zake, kama msichana aishi peke yake, hana hata wa kuongea naye, ametoka kabisa mjini. Imefika siku ataka kujifungua, maumivu anayohisi mtoto huyo wa kike, binti mdogo, umri mdogo, hajakuwa katika hali, hana njia ya kujifungua kabisa. Leo uko kwenye maumivu haya, mpaka mwenyewe asema ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Si maumivu ya kuumwa tu, maumivu ya watu wake kumtia aibu, kwa sababu kule ajulikana amelelewa nyumba tukufu, nyumba ya mitume ya Zakaria. Leo arudi mjini na mtoto bila ya kuolewa, kutakalika. Haya ni maumivu makubwa ya kihisia kuliko yale maumivu ya kimaana, kuliko yale maumivu ya kihisia. Lakini pamoja na hivyo, Allah mwambia na maumivu yako hayo, wahuzi ilayki bijidhi nakalati, tikisa mtende. Nguvu gani huyu atikise? Lakini ni ishara kufundishwa wewe maisha, toa juhudi. Wewe ni daktari, kila leo kuna kitabu kipya kimeshushwa kwenye internet ambacho wewe ukikisoma ona, hapa ndio mimi sasa nimejua kutibu ugonjwa. Kila mtu anayetaka kuwa mzuri lazima atoe nini? Juhudi. Kama Maryam, mtoto wa kike mdogo, amebeba uchungu wa maumivu, amebeba uchungu wa aibu atakaopewa na watu wake, na Allah amwambia tingisa mtende. Lazima watu wote watingise maisha yao ili wapate matunda.